Habari za asubuhi watazamaji. Mimi ni Dkt. Revathi Ramaswamy kutoka Apollo Secunderabad. Hebu tujadili kuhusu upasuaji huu unaofanyika sana unaoitwa hysterectomy au kuondoa mfuko wa uzazi. Kwanza, ningependa kushiriki kwamba hysterectomy inapaswa kuwa chaguo la mwisho kabisa kwa mwanamke. Lazima awe amejitahidi kutumia njia mbadala zote kwa tatizo lake la kutokwa na damu, tatizo la uvimbe wa fibroid au tatizo la uvimbe kwenye ovari kabla ya kuamua kuondoa mfuko wa uzazi. Na hasa kama wewe ni mwanamke kijana chini ya miaka 40, tafadhali usifikirie kuondoa mfuko wa uzazi kama chaguo. Kwa kweli, inapaswa kuwa chaguo la mwisho kabisa pale ambapo hakuna njia nyingine inayowezekana. Kwa nini hivyo? Nikuambie, ovari ndizo chanzo cha homoni muhimu zaidi kwa wanawake, kama vile estrojeni, progesteroni na kiasi fulani cha testosteroni. Na ovari hufa wakati wa kukoma hedhi, ambacho kinaweza kuwa kuanzia miaka 46 hadi 55. Lakini unapotoa mfuko wa uzazi kabla ya miaka 40, ovari hufa mapema. Kwa nini? Kwa sababu mtiririko wa damu wa ovari na wa mfuko wa uzazi umeunganishwa katika maeneo fulani, na tunapotoa mfuko wa uzazi, tunaharibu mtiririko wa damu wa ovari. Hivyo ovari zinaweza kushindwa kufanya kazi mapema, au zinaweza kupata uvimbe wa majimaji, cysts. Kwa hiyo, ombi langu kwa watazamaji wote ni kwamba, kabla ya miaka 40, usifikirie kuondoa mfuko wa uzazi isipokuwa kama hakuna namna nyingine kabisa. Hata baada ya miaka 40, kuna njia nyingi mbadala kama vile hysteroscopy, colposcopy na tiba za homoni kabla ya kufikiria kuondoa mfuko wa uzazi. Hilo linapaswa kuwa jambo la mwisho kabisa kufikiria. Daktari anaposema kwamba hakuna njia nyingine isipokuwa kuondoa mfuko wa uzazi, hapo tu ndipo uanze kufikiria kufanyiwa hysterectomy. Asanteni sana marafiki.